Wengine hawataona kama wamekosea. Yaani wewe uko hapo unalia, unalalamika, unanungunika, unasimulia watu, ushamwambia mama, ushamwambia baba, rafiki yako, mke wako, lakini huyu mtu uliyemkosea haoni wala hajui kabisa kama amekukosea. Inawezekana ni bosi wako, inawezekana ni rafiki yako, inawezekana ni mwenzi wako, lakini partner wako kwenye biashara, kiwango ambacho hata ukimwambia kwamba kwa nini umenikosea, anashangaa. Wewe jamaa vipi, nimekukosea nini? Au anakuona tu una huzuni, anakushangaa. Huyu jamaa mbona ana huzuni? Huzuni nini? Au kama ndio mwenzi wako, umeamka asubuhi umenuna zako, anashangaa. Mbona unanuna bila sababu? Yaani yeye katika viwango vyake vya kukosea watu bado hajakukosea. Sasa ukimsubiri mtu wa namna hiyo aje kuomba msamaha, ndugu yangu, itakuchukua muda sana, kwa sababu hata kuja kuomba msamaha, hata kwa watu mwingine, hata ukimwambia, unamwambia kwamba umenikosea, anakushangaa. Anasema ni kitu kidogo hicho na unalalamika. Yaani badala ya kuomba msamaha ndo atakukwaza zaidi. Yaani atakufanyia mambo ambayo yatakuudhi zaidi na kukuumiza zaidi. Kwa sababu hiyo, usisubiri mtu akuombe msamaha. Kama yeye haoni sababu ya kuomba msamaha, wewe hamua kuendelea mbele katika maisha yako, kwa sababu ukishikilia hilo jambo halikumwathiri yeye aliyekukosea, linakuathiri wewe ambaye umekosea.